Mtazamaji ambaye umekuwa ukifuatilia vipindi hivi maalumu, vipindi vya maonesho ya 88 mwaka huu 2026, ambapo kitaifa maonesho haya yanafanyika hapa Dodoma katika viwanja vya Dr. John Malekela vilivyopo hapa Nzuguni, Dodoma. Tumefika basi katika banda ambapo vyama mbalimbali vya ushirika vipo hapa, na sisi tumekuja hapa mahususi moja kwa moja kuja kuzungumza na chama kikuu cha ushirika wa tumbaku Chunya. Wao wamefunga safari basi kutoka huko Chunya, wamefika hapa katika viwanja vya Dr. John Malekela. Lengo ni kuweza kukutana na wewe Tanzania, mdau ambaye labda kwa namna moja au nyingine unaweza kuwa ni mdau wa ushirika au ni mdau wa zao la tumbaku. Wana mengi ambayo wanataka wakujuze, wakuambie wewe Mtanzania. Tunampa nafasi sasa kiongozi wao, kwanza ajitambulishe yeye, majina yake, alafu atuambie sasa safari kutoka Chunya Dodoma lengo ni nini? Asante sana. Kwa majina naitwa Daniel Mpigasupi, mimi ni kaimu meneja shughuli kutoka chama kikuu cha kulima tumbaku Chunya almaarufu Chutku. Sisi tunapatikana mkoa wa Mbeya katika wilaya ya Chunya. Tumetoka Mbeya kuja huku kwenye viwanja hivi vya Dr. John Malekela kwa ajili ya kuonesha bidhaa ambayo tunaizalisha kwa wakulima wetu, lakini ikiwa ni lengo ambalo tushakuwa na makubaliano ya kwamba sisi wanaushirika tukiwa kwenye shughuli za 88 za Sabasaba tunakuwa na eneo maalum ambalo tunakutana na kuonesha bidhaa na huduma ambazo tunazitoa. Kwa mfano, tupo hapa kwenye hili banda linaitwa kijiji cha ushirika. Tupo wanaushirika kutoka mikoa mbalimbali ndani ya Tanzania. Kwa hiyo na sisi tumekuja na bidhaa yetu ambayo tunaizalisha kwenye wilaya yetu ya Chunya. Sisi tunazalisha bidhaa inaitwa tumbaku ambayo inalimwa na wakulima wetu kutoka vyama vya msingi 42 vilivyopo ni wanachama wa chama kikuu. Tumekuja hapa kutoa elimu kwa sababu tunajua kuna wananchi wengine wanatamani kuingia kwenye kilimo cha tumbaku lakini hawana elimu. Sasa kwenye maonesho kama haya wanapata fursa ya wao kujifunza na sisi kuwaelimisha ili waweze kushiriki kilimo, kwa sababu zao letu hili kimsingi ni zao ambalo linatija sana endapo mkulima atafuata vile yale maelekezo yanayotolewa na wataalamu. Kwa hiyo kuna watu mbalimbali wanakuja hapa wanapata elimu. Tunaamini elimu wanayoipata inaweza kuwasaidia na wao kufanya kilimo cha tumbaku kwenye maeneo yao. Na kwa sasa karibia nchi nzima zao letu hili la tumbaku linazalishwa na wananchi. Kwa hiyo tunaamini na hawa watu wanaotoka sehemu mbalimbali wanaweza kwenda kuanzisha kilimo cha tumbaku. Lakini sambamba na hivyo, sisi chama kikuu tunasimamia pia na zao la ufuta. Lengo la kusimamia zao la ufuta ni kuhakikisha kwamba tunapanua wigo wa mapato ya chama kutoka kwenye kutegemea zao moja. Kwa hiyo sasa hivi msimu huu tumemaliza kufanya minada ya ufuta ambao tumepata takriban kilo milioni 1 kwa kuanza. Hivyo na sisi hiyo ni mapato ambayo mengine yalikuwa hatuyapati. Lakini sambamba na hivyo, sisi chama kikuu tumeweza kujenga kiwanda ambacho kinazalisha unga wa mahindi wa sembe kama ambao tuliponao mahali hapa. Hii sembe ni nzuri sana, tunaitengeneza kwa viwango ambavyo vinatakiwa. Lakini sambamba na hivyo, kiwanda hicho pia kuna kiwanda kingine hapo kwenye hicho tulichojenga, tunakamua mafuta ya alizeti. Lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba wananchi wetu wanazalisha alizeti, wanazalisha mahindi. Sisi tunachofanya ni kuongeza thamani ya mazao yao ambao wanayazalisha. Hivyo tunakaribisha watu ambao wanahitaji unga mzuri wenye viwango waje Chunya, tutawauzia kwa bei rafiki. Lakini pia tunaweza kuzalisha kiwango chochote kile ambacho watu au wateja watakapokuwa wanahitaji. Tunakaribisha taasisi ambazo kama shule, lakini pia taasisi ambazo huwa zinatumia unga pamoja na mafuta ili waweze kununua bidhaa yetu. Hongereni sana. Nimependa kwa sababu nyinyi hamjakaa kwenye zao moja, japokuwa lengo hasa la chama chenu kikuu ni zao la tumbaku, lakini mkaona mjiongeze, muangalie na fursa zilizopo katika mazao mengine. Labda tutumie nafasi hii ya Sabasaba kutoa wito kwa vijana. Tunasema vijana kwa sababu vijana wengi wa Tanzania fursa ya maonesho haya ya 88 kuhakikisha kwamba mnawafikia watu wengi. Sasa labda utoe wito kwa vijana. Tumeona kwamba kuna wakulima wako kule Chunya wanalima tumbaku lakini wanatengeneza pesa nyingi sana kwa sababu ya hizi tumbaku. Wamejiajiri, shughuli zao ndo hizo.
toa wito kwa vijana. Tunasema vijana kwa sababu wao wamekuwa mstari wa mbele kulalamika kwamba hakuna ajira, hakuna shughuli za kufanya. Wamekuwa ni watu ambao hawana kazi, wanazurura tu mitaani. Mwisho wa siku imekuwa ni rahisi kushawishiwa na baadhi ya makundi ya watu kuingia kwenye vitendo ambavyo labda sio vizuri na labda vinahatarisha nchi yetu. Toa wito kwa vijana kwamba fursa zipo, waje wawatafute chama kikuu cha ushirika cha tumbaku cha Chunya, mtawaelekeza basi ni wapi pa kuanzia ili na wenyewe basi waweze kujishikiza kufanya shughuli, wajipatie kipato. Asante sana. Mimi napenda kutoa fursa kwa vijana au rai kwa vijana kwamba waweze kuja kushiriki kwenye kilimo hiki cha tumbaku. Hata huko Chunya ambako tunatoka sisi, kuna vijana wengi sana wana degree, wengine mpaka masters, wanalima zao la tumbaku. Kwa sababu zao la tumbaku kama nilivyosema hapo awali kwamba lina fedha, lina tija sana endapo tukizingatia yale matakwa ambao tunakuwa tunaelekezwa na wataalamu wetu. Kwa hiyo vijana, ukija kwa mfano Chunya kule, kuna maeneo yanauzwa na watu binafsi, lakini pia kuna maeneo ambayo yanauzwa na serikali za vijiji. Kwa hiyo unaweza kaenda kununua, lakini pia kuna maeneo ambayo yanakodishwa. Kwa hiyo vijana wanaweza akaja wakakodisha yale maeneo na hatimaye wakaweza kulima. Lakini pia na sisi chama kikuu tupo kwenye hatua ya mwisho ya kumaliza kuandaa mpango mkakati wetu. Kwenye mpango mkakati wetu huo, mojawapo ya vitu ambavyo tumevigusia ni kuweka nguvu kwenye vijana. Kwa hiyo baada ya mpango mkakati wetu ule kukamilika, tutaanzisha madarasa ya vijana pamoja na wanawake. Lengo ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na namba kubwa ya vijana kwenye ushirika, lakini pia tunakuwa na namba kubwa ya wanawake kwenye ushirika. Kwa maana sisi kwenye ushirika wetu wa tumbaku, unaweza kusema kidogo ulikuwa ni kama ushirika dume. Unakuta wanaushirika ni wanaume wote asilimia kubwa. Kwa hiyo sasa hivi sisi chama kikuu, muda sio mrefu tutaanza kuwa na program maalum za kupita kwenye vijiji ili kukutana na makundi ya wanawake na vijana na kuona namna gani hao wanawake na vijana tunaweza tukawawezesha ili waweze kuanza kulima kilimo chetu hiki cha tumbaku. Safi sana. Hongera sana. Vijana, rai hiyo imetolewa basi na kiongozi hapa. Chukueni mawasiliano, hizi namba ambazo zinapita huku chini. Hizi ni fursa, usiziache zikakupita. Mwisho wa siku ukakaa mtaani ukasema hauna shughuli ya kufanya, ikawa rahisi basi kushawishiwa ukaingia kwenye makundi ambayo yanahatarisha amani ya nchi yetu. Labda kidogo tu nikugusie, utufafanulie kidogo. Tuzungumzie unga ambao mnauzalisha nyinyi. Huu unga mahindi sehemu kubwa mnalima wenyewe au mnanunua kutoka kwa wananchi wakulima pembeni ya mashamba yenu? Huu unga ambao tunautumia kama malighafi, mahindi ambao tunatumia kama malighafi kwa ajili ya kuzalisha unga. Mahindi haya yanalimwa na wakulima wetu ambao asilimia kubwa ni wanachama wa vyama vya ushirika, lakini ni hao wanachama ambao sisi tunahudumia. Sisi kwenye tumbaku tuna sera moja inayosema kwamba unapotoa pembejeo kwa ajili ya tumbaku, lakini pia unatakiwa utoe pembejeo kwa ajili ya mahindi. Kwa maana yake mkulima, mimi ninapompa pembejeo labda za kulima ekari moja ya tumbaku, hivyo hivyo nampa pia na pembejeo za kulima mahindi ekari moja. Kwa maana yake wakulima wetu hao wa tumbaku ndio hawa wazalishaji wakubwa wa malighafi ambazo tunazitumia pale kiwandani kwetu. Mtazamaji ambaye unafuatilia kipindi hiki maalumu, kipindi ambacho kinakuletea maonyesho ya 88 mwaka huu 2026, tulikuwa basi tunazungumza na kiongozi kutoka kwenye chama kikuu cha tumbaku Chunya. Basi tukapata wasaa vile vile wa kuongea na mrajisi msaidizi wa vyama vya ushirika mkoa wa Mbeya, ambapo chama hichi kiko chini yake. Yeye ni msimamizi, ndiye ambaye anavisimamia vyama hivi, chama hichi na vyama vingine vyote vilivyo katika mkoa wa Mbeya. Tunataka tupe tathmini kidogo tu ya hali ilivyo katika vyama vya ushirika mkoa wa Mbeya, lakini vile vile basi atakuja kuzungumza kwa chama hichi cha mfano. Anaweza akawazungumzia vipi hawa chama kikuu cha ushirika cha tumbaku cha Chunya. Mkuu, karibu sana katika kipindi hiki maalumu. Tunaomba kwanza uanze kwa kujitambulisha wewe mwenyewe, alafu moja kwa moja tuende kwenye tathmini yako ya vyama vya ushirika na ushirika kwa ujumla mkoa wa Mbeya. Asante sana. Kwa majina naitwa Elia Richard. Mimi ni mrajisi msaidizi wa vyama vya ushirika mkoa wa Mbeya. Karibuni sana katika maonyesho ya 88 2026 katika viwanja hivi mjini Dodoma, ambapo kwa mkoa wa Mbeya tuna vyama vya ushirika 6 ambavyo vimeshiriki kwenye maonyesho haya ambayo yanafunguliwa leo. Katika vyama 6 hivyo tuna vyama vikuu vya ushirika 3, tuna vyama vya ushirika vya akiba na mikopo 2 kwa maana SACCOS, lakini tuna chama cha ushirika cha mazao kimoja, tunavyo 6. Hawa ni wawakilishi wanawakilisha vyama vya ushirika vingine
ambavyo ni 356 vilivyo katika mkoa wa Mbeya. Sasa labda kwanza, wananchi, uitikio kujiunga na vyama vya ushirika na kushiriki katika ushirika ukoje katika mkoa wa Mbeya kwa kuangalia kanda zote? Katika mkoa wa Mbeya kulikuwa na mwitikio mkubwa sana wa wananchi kujiunga kwenye vyama vya ushirika, na kumekuwa na ongezeko la vyama tofauti na ilivyokuwa mwaka jana. Kulikuwa na ongezeko la vyama karibu 15 kutoka mwaka jana, lakini hivyo vyama katika nyanja mbalimbali. Kuna vyama vya ushirika vya akiba na mikopo, lakini maana SACCOS, na vyama vya ushirika vya mazao. Mwitikio ni mkubwa kutokana na elimu ambayo tunaitoa kwenye vyama vya ushirika, kuanzia kwa wanachama, kuanzia kwa wale viongozi pamoja na wadau wengine na hata wananchi, na kutokana na elimu ambayo tunaitoa ndio kwa kiasi kubwa sana imesukuma watu kujiunga kwenye vyama vya ushirika. Sawa. Hebu sasa tukigeukie chama cha ushirika hichi hapa, tunasema chama kikuu cha ushirika cha tumbaku cha Chunya. Unawazungumziaje hawa watu ambao wamekuwa ni kama mfano, wanalima tumbaku lakini wametoa mafunzo kwa wakulima wao kulima mazao mengine, wanalima mahindi lakini bado wako ndani ya chama cha ushirika, wanaanzisha viwanda lakini bado wako ndani ya chama hicho cha ushirika. Unawazungumziaje hawa? Sawa, asante sana. Chama kikuu cha ushirika Chunya CHUTCU ni moja kati ya vyama vikuu vya ushirika vinafanya vizuri katika mkoa wetu wa Mbeya. Hichi chama kinajishughulisha na mazao mbalimbali. Zao kuu la biashara ni tumbaku, lakini wana mazao mengine, kwa mfano kama mahindi, wanafanya alizeti, lakini sasa hivi wameingia kwenye zao la ufuta. Kwa nini wanafanya hivyo? Wanafanya kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanatoa huduma za karibu kwa wanachama wao na wakulima wao, lakini na kujiongezea mapato zaidi, wigo wa mapato. Lakini pamoja na kuwa wamejikita kwenye mazao, lakini vile vile wanafanya uwekezaji. Wanafanya uwekezaji kwenye maeneo mbalimbali. Sasa hivi wana kiwanda kikubwa tu ambacho kinahusika na kuchakata mahindi kwa maana ya unga, lakini vile vile na alizeti. Na ndio ambao tunataka ushirika ujikite zaidi. Wajikite katika nyanja mbalimbali za kujengea uwezo na uwekezaji, ili mwisho wa siku wakulima wanufaike na uwepo wa vyama vya ushirika. Yeah. Tuna changamoto kidogo ya vijana. Tunavyosema vijana, kuna vijana labda wengine wanajiona ni wasomi, wamemaliza degree, wengine wamemaliza diploma, wengine tu wanajiona kwamba wenyewe ni vijana wa kisasa. Wanasema wao hawezi kujiunga na vyama vya ushirika, hawezi kufanya kazi za kilimo kwa sababu kwamba ni kazi labda zinafanywa na wazee, ni kazi ambazo zimepitwa na wakati. Lakini tunakuta hawa vijana wanajikuta hawana kazi, wanalalamika kwamba hawana shughuli za kufanya, wakati fursa huenda zipo na wangezitumia. Hebu zungumza na kundi hili maalum la vijana kuhusiana na masuala mazima ya kilimo na namna kilivyo na tija kwa mkulima yeye mwenyewe anayejihusisha na kilimo. Asante sana. Jamani, naomba nitoe fursa hii kuwaeleza wananchi wote kwamba ushirika haubagui. Haubagui, ili mradi una sifa, uwe kijana, uwe mzee, uwe mwanaume, uwe mwanamke. Na tunatoa fursa kwa kila mtu, kila rika lishiriki katika ushirika, kwa sababu ushirika ni uchumi. Ushirika ni maisha. Kwa ndugu zangu vijana, kuna fursa kubwa sana ya ajira kwenye vyama vya ushirika. Kuna ajira za kudumu, kuna ajira za muda mfupi, kulingana na sifa. Tunachoangalia ni wewe una sifa na uwezo kiasi gani wa kuingia kwenye ushirika. Milango iko wazi. Ile dhana ya zamani kwamba ushirika ni wazee, sasa hivi imetoka. Na unaweza kaona namna gani jinsi ambavyo kwa kiasi kubwa sana tumepata vijana wengi sana kwenye vyama vya ushirika, kwa maana ya ajira zile za kuajiliwa, lakini vile hata kwenye uongozi. Na unafika kwenye wakati wa uongozi, tunawasihi vijana wachukue fomu, wagombee nafasi mbalimbali za uongozi, ili washike nafasi za uongozi kwenye vyama vya ushirika. Lakini kwenye nafasi zile za kuajiliwa, nafasi labda ya meneja za kiutendaji, mhasibu, meneja shughuli, nafasi zingine, wasisite kuomba hizo nafasi. Vyama vya ushirika vinatangaza nafasi za ajira kwa wote, bila kujali jinsia, bila kujali dini, bila kujali kabila, ili mradi tuwe na sifa. Kwa hiyo changamkie hizo fursa. Na ajira za vyama vya ushirika zinapokuwa kubwa na nyingi zaidi, tunaipunguzia mzigo serikali ya kuajiri, kwa sababu ushirika ni sekta binafsi. Sekta binafsi inapokuwa na ajili, basi maana yake ni kwamba nini? Na serikali nayo itakuwa inachangia kwenye ajira kwenye sehemu ambayo itakuwa imebaki.